Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be your. Hello guys, my name is Grace Kimani. I'm happy to be here. I want to thank you all for coming and for taking your time to come and see me and celebrate with me this journey that I've been in. I really appreciate it. I've been studying electrical and telecommunication engineering, and by the grace of God, I've finished. I'm so happy. Today, I want us to all enjoy, have fun, drink, eat to our fill, and for us to have a good time. Are you ready for the job market? Am I ready for the job market? I'm already in the job market, so I don't know if I've been given an opportunity to be ready or not. But I know, like, I'll maneuver and I'll push through. Yeah. And are you looking forward to continue and continue with to the next level? Next level masters? No. I'm not looking forward to to continuing to the next level, which is masters, for now. But maybe in the future, I may change my mind. But for now, no. I'm tired. 5 years in engineering is not easy. I want to just rest for some time, and then I'll come afterwards to do my masters, probably. And for someone who doesn't understand, what does this kind of job entail? What do you usually do? Electrical and telecommunication engineering, right? Electrical and telecommunication engineering is all about cellular networks, all about how phones connect to how you're able to call other people using your phone. That's basically telecommunication. How you're able to use Wi-Fi. That's telecommunication. I think that's it. Yeah. What would you like to tell your parents and your siblings? For my parents and siblings, I want to tell them thank you so much for being there for me during those 5 years. It has not been easy. I remember kuna time karibu ni change course, but they walinishikilia siku change course, so I'm really happy to be there for them and for them to celebrate this with me. Yeah, it's not only my degree, it's also theirs too. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change His mind about me? Through many years, in many ways.
Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Granddaughter Grace asikilize vizuri sana. Simesema kila mtu anauliza what next. Baada ya kufanya hii success, baada ya kupata hii degree, what next? Kitu ya kwanza mimi nitakupatia what next. Usiogope. Kitu ya kwanza ni kumshukuru Bwana. Amen. What next? Number 1, give thanks unto the Lord. Give thanks unto the Lord because ni yeye Mungu amekuwezesha kufika mahali hapa. Na sisi hapa tuna graduate, tunaenda 2026. Ni Mungu ametusaidia kufika mahali tumefika. Bwana asifiwe sana. Kanete ya shosho wa Grace. Na gile ndona nienda kuonete utahano ugu. Na ndona ati ndakura muno. Ndika no ndirikane hikini wa mundu gwetuke mani. Lakini naona Mungu amekuweka sana. Baada ya hiyo utanipatia karatasi ile vitu unakuraga. Kwa sababu ningependa kufuata hiyo nyayo. Sisi wapigiwe makofi kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kitu ya kwanza wapendwa ni kumshukuru Bwana. Kuna mara nyingi sana na ni vizuri vile Reverend Bogu amesema ya kwamba Hana alipompata mtoto alibaadaye akamrudishia Mungu mtoto. Ilikuwa ni ishara ya kwamba hana chake na chake ni cha Mungu na cha Mungu ni chake. Kwa hivyo akamwambia Bwana, pokea hii mtoto. Hakuwa na kitu kingine cha dhamana ambaye angempatia Mungu, lakini akampatia nani? Mtoto wake. Kwa hivyo Grace, number 1 today, if you can be able to have 1 or 2, 3 days to just to thank God. Hata kama utafunga mwambie Bwana ni asante. Hii miaka yote, mnajua kuna wasichana walienda university na hawakumalizia.
I'm sorry to say, wengine walienda wapi? Koinange Street. Wengine wakaenda wapi? Huko kwingine mnafikiriaga. Wengine wakagraduate hii. Wakafanya nini? Wakagraduate kabla ya graduation. Kwa hivyo tunapomuona msichana yetu Grace, ya kwamba hata ni kumwombea na muombea, at least ananepe kidogo tu, sio sana kama mimi. Ni gharama kubwa sana kwa mtu saizi yangu. Na kwa hivyo ninamwombea apate kasaizi kingine kadogodogo. Kuna mzee walikae kupadia ananichekelea sana. Na kwa hivyo ni vizuri kumshukuru Bwana kwa sababu ametenda. Praise the living God. Sema Bwana ametutendea. I see, I've seen that. God is greater than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can... Amesoma bila kukoma na akamaliza wakati ambao unaofaa na akamaliza masomo vizuri. Tuna jambo la kushukuru Mungu kwa sababu ametenda mambo mema. Kwa hivyo nitampa mke wangu Mama Grace aseme hai. Hello. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Mani Githiomi. Nataka kutumia hiyo jina sababu naipenda sana, so nataka kumpendeza. But I'm grateful to God for this. Now I say this far, He's Ebenezer. I think I'm amazed by the doing of the Lord. He has amazed us this year. And seeing our daughter graduate, as in, we didn't expect she's going to graduate this year. Even her, she was not very sure she's going to graduate this year. But by the grace of the Lord. So we give all the glory to God. We give all the honor to Him. All glory belongs to God. It is not by our doings. It is not by our might. I think if Grace can give her testimony, it is just a testimonial of what God is able to do. He surprises us. Amen. And I also want to thank you all for coming here and being witnesses of the doings of the Lord. Ndio maana tuliwaita mkuje mtumuone makuu ya Bwana, because it is God who has done it. It is not us. May God bless you all for coming to witness. We appreciate you all. God bless you. Praise God. Praise God again. Naitwa Peace Nyambura, the last one. And may God bless you all for coming. Praise God. Joyce Kimani, second one. Praise God. Praise God again. I'm Grace Wakanini, and thank you all for coming. Amen, amen. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Unakuja pale, unasmile vizuri kama huyo sasa picha haijapigwa vizuri. Umeshika mgongo. Asante. Thank you. Thank you. You look amazing. Thank you for coming. God bless you. Leo tuko hapa to celebrate what God has done through maisha ya Grace. And because nimekuwa lecturer kwa university, na ukisikia mtu ako na degree si mchezo. Like in her case, amefanya around 49 units. Na kupata degree, wale wako nayo, unaelewa how hard it is. It's not easy. That hizo units zote, either you are doing between 45 to 50 units, lazima upite. Ukianguka moja, unarudi class. And I remember the last time I met her, that was like a month ago or two. Tulikuwa graduation ya Dorothy. Na ile time tulikuwa tunakula nyama, she was somewhere doing assignment. Akifanya kazi ya shule. And it tells you that the sacrifice. Kupata your degree in sacrifice is not easy. And it's also just a degree. But she has done well. And we are happy. And nitasema vitu mbili. Najua nimepewa 1 minute. Nitasema vitu mbili. Na Grace Bishop amesema ukisoma lazima sasa kujichocha. Nasema lazima tukue courageous.
usiogope. Na kitu moja education natupea ni kuwa courageous. Umeget? Because in our country, unaelewa, we have few opportunities. Na lazima step forward. Lazima stand out to be counted. Because we have few opportunities. And for you to grab that, lazima ujitume. Umeget? Lazima ujitume. It's not easy. And an example, education far from Tosamaga is key to success. And personally, I'm a testimony what education has done to me. From a very humble background, my mom was not lucky. Na anaitwa Shosho, that's my mom. Yeye alifika class 2, but I think nilimsomea yake. Nikapata that chance, opportunity. When I was growing up, mimi si kama Bishop amesema challenge yake ilikuwa mambo alikataa shule kwa form 2. But mimi sikuwa na finances. So when nilimaliza class 8 sikuwa na njia kwenda shule. So what I did, nilikaa nyumbani mwaka wa kwanza, sikuenda shule, sikuenda form 1. Mwaka wa pili sikuenda form 2. But nikapata opportunity ya kwenda kwa center. So what I did, nilinunua vitabu za form 1, nikaenda kwa ile center. Kulikuwa na interns walikuwa wanatoka KU wanakuja kutufunza. Nikasoma mwaka wa kwanza, nikasoma form 1 na form 2. The second year nikacombine vitabu za form 2 na form 3. Then nikabook exam. Because there was no finances ya kwenda high school. So zile vitu tunasomaga kwa mnafanya maybe mnaenda camp, mnafanya titration and all that, nisikupata opportunity ya kwenda lab. But nilikuwa focused because I knew the only thing that nipeleka to the next step into from poverty to the next, life ingine, education. So then after kumaliza hiyo my KCSE sikudu poa sana, but I was very focused because nilikuwa average student, but nilikuwa very focused and hardworking. Nilikuwa and I knew the only thing that can change my life ni education. So what I did, nikaenda pale Githurai, kulikuwa na K1 college. Nikajoin, nikafanya ICT. Nikafanya certificate yangu, then nikaona bado na hustle. Nikaona okay, nimaliza certificate, nikaona okay, mimi nataka kuachieve. Nikaenda tena nikafanya another diploma ya mass communication. Na nikapata kazi ya kwanza as a photographer. Nikarudi shule nikafanya another diploma ya journalism. From camera person nikakuwa editor. Nikaona okay, this education inabadilisha maisha yangu. Then nikarudi class nikafanya another diploma ya ICM. Nikakuwa producer. Nikaona okay. So again, because I knew I want to go far, but the only opportunity niko nayo sasa ni ya kusoma. Because I don't come from a well family, tuko na connection and all that. Then I went to school, I did my first degree. Then from there, nikimaliza first degree, nilikuwa nafanya job as a journalist. Nikaitwa na Park University. Because nilikuwa na skills na nilikuwa nimesoma. So nikienda university nishaanza masters, naenda kufunza kwa that university. With that masters nikaenda mpaka nikaenda all PhD. So what I want to say, I've seen what education is doing in my life. Like, naona vitu zikichange. And I keep on saying, trust the process. And nowadays young people wanataka ile, unajua, wanataka zile vitu za ASAP, which doesn't work. Trust the process, walk the path, and work hard. Focus. Mundu wikite degree ni nekite engineering nitwirirwo gwi gukinya hau akinyite ri ni first of all determination, focus, ambition, grace of God being the most. I thank you for not giving up gatagate-ine gukinya hau. Now you have graduated. Congratulations on that. You have stepped in the next step. Yeah, career. I'm sure you have a career. Nindi mwiraga nginya Saturday angiukira anjire ndiraigua guthie wira umuthiri ni njiraga guo rimwe ati maruta wira kuma Monday nginya Friday kamwira no wira ni masituthie because we don't give up. Hafai ku give up. Ona okorwo wira ni urarituha, engineering ni ngumu, si kazi rahisi of course, and especially eta muiretu, you can imagine gukorwo we engineer we muiretu. Of course neto engineering more and more ni wira wa arume, but I wish to encourage you, don't give up. Ona uguo mhunjia igire, like Martin Luther King said, if you can't fly, do what? Run. Nego. If you can't run, do what? Walk.
And if you can't walk, do what? Crawl. But in everything, keep moving. So keep moving on your career. Work on Saturdays, Sundays if you can, and God will bless you. On a new adwaleme biashara nedede kumo encourage. Even when things are very hard, just wake up in the morning and go open that business. If you can't walk, do what? Crawl. God bless you. Karibu. Umefanya mengi katika taifa hili. Hata leo tumepata ujumbe wa kuruma, na sasa tunagoja kusikia kutoka kwa Grace. Funga fungua. Karibu sana mgeni wetu. Akituambia tuketi, tutaketi. Praise God again. Ambwati nikitaka mketi ndo mtaketi. Kama nataka kuketi semeni aya. Kama nataka kuketi sema aya. Sema aya. Inside siski sema aya. Inside siski sema aya. Inside siski sema aya. Inside aya. Sinaweza keti sasa. Naitwa Grace Kimani, the guest of honor for today. I really appreciate you guys for coming. Najua imechukua a lot pia, like to take time out of your day kuja celebrate. I really appreciate it, all of you. Hopefully mmeshiba. Muongezewe chakula mama mmeshiba. Haya. Ya kwanza ni kushukuru Mungu. I thank God so much for the far He has taken me, the far He has brought me. It's by His grace, by His might. It has taken His hand. I don't deserve any of it, but alinipea. Ninamshukuru sana. Ya pili ni ku thank my parents too, my parents and my sisters for being there for me. Hiyo time yote nikisoma shule, like sometimes like unajua unakuanga na shida alafu unataka kupigia mtu, like unashinda utapigia nani, na sio marafiki wako, unapigia nani? Unapigia wazazi, and hawatakosa kuchukua, atachukua hata kama ni saa 6 usiku atachukua kwa sababu ni mtoto wake ako shule. So I really do appreciate that too. I owe it to them. This degree is not even mine, it's theirs. Nini ingine? Also my friends. I thank my friends a lot for being there for me during that time of degree. I also owe it to them. Like kuna nilikuwa napiga huko siku nikiwa na mashida, akina Banet, akina Gadhoni, akina Grace. Like I really do appreciate all of them for being there for me. Like time yenye nilikuwa na mashida shule, and wakonipatia advice. Na watu wameokoka by the way, watu wanapenda Mungu. So can imagine like the advice I'm being given ni advice imetoka kutoka kwa the wisdom of God. I really do appreciate all my friends for being there for me, for also coming here to celebrate with me. Oh, makofi kwao. Also my families too, the church for being there for me. I really do appreciate all of you. Na nikitoka hapa juu nataka kutoka, naomba tu Mungu awabariki na aonekane na may He bless your hands, may He bless your hands, and let us worship Him in Jesus' name and believe. Amen. Ndio nimeitwa niongee kwa haraka, ndio tukule keki, tushangilie, wale wataimba waimbe mpaka saa za vile zitafika, na Mungu atawabariki. Naanza. Kwanza ningeshukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo ametufanyia na amefanyia sana msichana wetu hapa. Ni dada yangu, she is my cousin, lakini mimi ni rika na baba yake. Kwa hivyo inaonekana ni kama mtoto wangu, lakini ni cousin yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nimuraigwa. Miaka igatuma ajete uka no ni my cousin. Congratulations. God bless you so much. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya hii kipawa ambaye ametupea katika hii boma yetu. Tunajua sio kawaida kupata jambo kama hili ndani ya familia,
Ni wengi wanatamani, ni wengi wanajisukumia, inashindikana. Lakini kwa sababu ya neema tu ya Mwenyezi Mungu, Mungu akaona ni vizuri katika hii familia ya Githiomi atupatie huyu msichana na amuinue vile ameimuinua. Sisi tunashukuru sana. Mimi najua ya kwamba kuna wengi waliingia pamoja na Grace katika hiyo university na hawakutoka. Wengine wakaingia kwa ulevi, wengine wakaingia kwa mambo mengine mabaya. Si kupenda kwao, lakini shetani akawadanganya. Sisi tu tunasema ni asante sana kwa Mungu kwa sababu ya kumsaidia na kufika leo na kumtunuku hii heshima ambayo ametunukiwa siku ya leo. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations, congratulations.